lazima uwe na mwingiliano na Yesu, lazima uwe na connection na hilo jina la Yesu Kristo, lazima uwe na mwingiliano wa jina la Yesu Kristo. Sababu gani nasema hivyo? Sababu tunaona kabisa maandiko yanaelezea baadhi ya watu ambao waliyaendea mapepo, wakayaamrisha hayo mapepo, na hayo mapepo hayakutii ile amri yao. Zaidi sana walipigwa, zaidi sana waliaibishwa na mapepo. Kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume 19 kuanzia ule mstari wa 13, nitasoma mstari wa 15. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Matatizo, changamoto, mapepo, vibwengu, vinyamkela vinamjua Yesu, vinamjua Mungu. So utakaposhindwa kuwa na mwingiliano au na connection na hilo jina la Yesu, hakuna pepo ambaye atakutii, hakuna ugonjwa ambao utauamuru utakutii, hakuna mtu ambaye utaweza kumfungua. Bwana Yesu asifiwe. Namba mbili, kuwa mtii wa neno. Lazima ujifunze kumtii mwenye mamlaka, kwa sababu kinachotoa pepo sio wewe, bali ni ile mamlaka ya kiungu ndani yako. Utakapoiamrisha, utakapoitumia juu ya nguvu za giza, ndio inakwenda kufanya kazi, sio wewe. So ukishindwa kumtii Mungu, hakuna pepo ambaye atakutii. Ukishindwa kumtii Mungu, hakuna ugonjwa ambao utakutii. Ukishindwa kumtii Mungu, hakuna changamoto yoyote ambayo utaiamrisha itakutii. Unasema kiaje? Imeandikwa wapi? Yakobo anazungumza vizuri, 4:7 anasema, mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo before sijakimbilia kutoa pepo, lazima nijiimarishe katika eneo la utii kwa mwenye mamlaka. Namba 3 anasema kwamba lazima nimkaribie Mungu, lazima nimkaribie Mungu. Yakobo 4 mstari wa 8 anasema, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Kwa hiyo ninapomkaribia Mungu, naye Mungu anikaribia mimi. Na maandiko yanasema Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hiyo ikiwa Mungu ni moto ulao, ni pepo gani, ni changamoto gani, ni mchawi gani anayeweza kunikaribia mimi? Maanake na mimi nitakuwa ni moto. Kwa hiyo lazima umkaribie Mungu naye ataukaribia.